Ndugu zangu wa Tanganyika, mambo vipi? Bwana, nilikuwa sitaki kuongelea hili swala la kifo cha Lukuvi, lakini kuna hii video ya huyu mdada nimeona analia, anasema Tanzania sijui tumekuwaje, tumekuwa na roho ngumu, tuna sijui nini, kifo cha kiongozi bla bla. Dada, ngoja nikuulize, tulikubaliana kama taifa kifo ni kifo tu, yaani kifo ni kifo tu, kwa sababu sisi tumepoteza watu zaidi ya 10,000, more than 10,000 people. Hao ni wale waliouliwa kipindi cha uchaguzi. Acha hao ambao wanatekwa na kukutwa miili yao imekufa kila siku, ambao wanapotea hatujui wako wapi. They are more than 300 kuanzia Samia ameingia kwenye madaraka. Hao wote tumepoteza, yani kuanzia Samia ameingia kwenye madaraka tumepoteza zaidi ya watu 15,000 kama taifa. Alafu hao viongozi 2, 3, 10 wanakufa, alafu tunaniliu tuumie kama taifa. Wana special gani? Wana special gani? Wao sisi tunakufa, wanatuambia kifo ni kifo tu, alafu sisi tulie nao. Excuse me, kila mtu atamzika wa kwake, na bado wakae kwa kutulia. Yani wakae kwa kutulia, mbona ndo mapema sana? Yani wataenda mmoja mmoja mpaka waisha. Watanzania, Watanganyika, tuliambiwa kifo ni kifo tu bwana. Kwani wana special gani? Na kila mtu atakufa, ajisemea Samia. Ndugu zangu wa Tanganyika, mambo vipi? Hivi mnajua serikali yenu imewazoea sana? Hivi mnajua serikali yenu inawachukulia je ni maboya, yani nyinyi ni mafala, yani nyinyi hamwezi chochote? Hivi mnafahamu hilo? Yani leo wameamka wanasema kwamba kuweka CCTV camera ni kinyume cha sheria. Sheria ipi? Inavyofahamika, kuweka CCTV camera kwenye maeneo ya umma, kwenye maeneo ya kibiashara, hilo unatakiwa uandike kwamba umeweka CCTV camera. Lakini kuweka CCTV camera nyumbani kwangu at my own private, nikupe wewe taarifa, who are you? Kama wewe nani? Samia, kwenye katiba yetu kuna kipengele kinasema the right of privacy, haki ya faragha ipo, imeandikwa. Sasa wewe unataka eti kila mtu aliweka CCTV camera atoe taarifa? Mnaona wapi? Mnaona shughuli za jamani wa Tanzania? Someni, jifunzeni kufahamu mambo. Serikali yenu kila siku ikiamka inaleta haya mambo, yanaleta yani wanaita maneno kwa sababu wanajua nyie ni wajinga, wapumbavu, you do not read and you do not care about the law. Ndio maana wanaletea hivyo. Someni, jueni mambo, fahamuni mambo yanafanyikaje, mambo yanatakiwa yaweje, yafanyikeje. Serikali yenu itaacha kuwazoea. Eti ukiweka CCTV camera, mwende ukajiandikisha. Nikajiandikisha wapi? Nimeweka CCTV camera kwangu, nyumbani kwangu, kwenye geti langu, chumbani kwangu. Nikajiandikisha kwako wewe kama nani? Wewe serikali kama nani? Hebu msije mkakubaliana na mambo ya kifala bwana. Hebu acheni kabisa, acheni. Kama unaweka CCTV camera dukani in a public place, you are required by law to say, kuambia watu kwamba umeweka CCTV camera. Na kama imewekwa kwenye vituo, yani kama imewekwa kwenye vituo vya mabasi, imewekwa kwenye vituo vya treni, zimewekwa sijui kwenye nini, kwenye masoko, sijui zimewekwa kwenye nani, hiyo inatakiwa itolewe taarifa. Lakini ndugu zangu wa Tanganyika, habari za asubuhi. Hivi mnafahamu kwamba tume imeshapeleka ripoti ya awali kwa Samia na Samia kaikataa? Yani tume Samia aliyoituma ikazunguka Tanzania nzima kumpelekea ripoti hiyo Samia kaikataa kwa sababu haimsafishi yeye Samia. Tume imetoa ripoti ya awali kwamba watu waliouliwa wengi walikuwa sio waandamanaji, ni watu waliokuwa nyumbani. Samia kakataa, anataka tume iandike waliouliwa ni waandamanaji waliokuwa wanafanya fujo barabarani, ndio maana wakauliwa. Tume imeandika kwamba chanzo cha maandamano ni maisha magumu na madai ya katiba mpya. Samia anasema hapana, andikeni kwamba chanzo cha maandamano ni Chadema kukataa kuingia kwenye uchaguzi na kuhamasisha watu watoke barabarani. Mnamuona huyo mama yenu alivyo kiazi? Anatuona Watanzania wote hatuna akili. Tume imetoa namba kubwa ya watu ambao wameuliwa. Samia anasema hiyo namba ni kubwa sana, ipunguzeni. Tume imesema walioua watu ni wanajeshi, ni polisi, wanajeshi kutoka Zanzibar na wanajeshi wa nchi za nje, yani majeshi ni majeshi ambayo sio ya Tanzania. Anasema hapana, toeni hiyo ya majeshi sio ya wapi wabaki tu polisi wa Tanzania. Hivi Samia, ngoja nikuulize,
Samia, unajua watu wote wameshuhudia, it's documented by video, by pictures. Sasa wewe unavyosema hizo pointi zitolewe, ziandikwe ambazo zinakupendeza wewe, unataka kumfurahisha nani? Na kama ni hivyo, kulikuwa kuna haja gani ya kuituma hii tume ikapoteza mamilioni ya pesa kuzunguka nchi nzima kuhoji watu ili kuletee taarifa wewe ambao unaitaka? Si wangekaa tu mkaandika taarifa mkapeana huko ndani? Why? Watanganyika tuongee.